sababu mambo yameharibika kwetu. Siku moja rais anasimama anaongea na taifa. Rais wetu sisi ni mwanamke. Anasema dada zangu, wadogo zangu, wanangu wanawake, wanaume wamepungua, hawatoshi, heshimuni ndoa zenu. Sio mchungaji huyo, lakini anasema vitu ambavyo ni dhahiri. Usimkorofishe mumeo, kaa naye kwa utaratibu na mapendo makubwa. Ili uje kuona na mimi nasema haleluya, Bwana anakutokea. Anakutokea wapi? Ni uharibifu tu unafanyika kanisani. Ni uharibifu unafanyika kanisani na baraza la wazee, kwa sababu hawajiamini, hawana Yesu, wanabariki tu. Mchungaji anawezekana Bwana neema yake yatosha. Sikia kwamba mbona Ibrahimu alikuwa na, mbona mtume fulani alikuwa na watu, mbona nabii fulani alikuwa na watu wengi. Agano la kale ni kielelezo cha agano jipya. Yesu alikuja kufanya mambo yatakuwa mapya. Mume mmoja Wakristo. Huyu Yesu alikuwa mkali kwa sababu hatajaje kukosa kuoa. Ndio maana tunatafutia wanawake. Tunataka wanawake. Huyo mmoja anakutoa jasho, maintenance cost, kula kugua. Watoto na ile unataka utawaweza. Haleluya. Amen. Twende kupanda makanisa yatakapokuwa yanauza kama uyoga. Wewe kiongozi tafuta hata mara moja kwa miezi mitatu. Nenda kwa wanao kule. Na kama una nguvu kidogo, peleka fedha za kuwawezesha kule. Kama una nguvu kidogo, peleka vitabu 10-15 vya nyimbo za wokovu, peleka kule. Haleluya. Una madhabahu kama hizi Mungu nyingine iko kule nyingine. Peleka madhabahu moja. Kama tayari unaona makanisa kuliko kuzuri. Mchungaji anashika Biblia hivi. Anahubiri, mchungaji anashika Biblia hivi, hana madhabahu. Uwezo bado uko chini. Wewe unataka kuingia kanisa, madhabahu ni zile za kwa kijasi namna hii. Unataka kuingia kanisa ambalo unaweka microphone namna hii. Imekaa hivi, anakuja shemasi anaiweka hivi. Unataka kuingia kanisa ambalo unataka microphone zinakaa hivi. Na kwa kama unahubiri tata, wewe anza chini na wenzio anza chini. Bwana akawainua taratibu kwa wakati wake na atasikia kazi. Jibu hapana. Hapo mstari wa jamii, jibu hapana. Mchungaji ni baba. Ndio maana leo mimi nilizungumza. Kama mtu hawezi kuheshimu mchungaji wake, anahojiwa, anaonywa, anakanywa, hasikii, huyo hajafaa. Kila mtu ana mtu wake, kila mtu ana mkubwa wake. Hata katika utaratibu, Yesu anasema mimi na Baba, mimi roho na Baba na Roho Mtakatifu tu wamoja, tuko shirika. Maana pale kuna management system, kuna system ya uongozi na utawala. Na hata baba nyumbani, utapo mambo ya kiboya baba subiri baba yenu atarudi. Si ndio ni watu wako? Kumbe subiri baba yenu atarudi. Jamani mshikana, tumeshika salama. Lakini Fred huyu tabia yake mimi amenishangaza. Sasa Fred vipi? Baba bwana ananifanya hivi, ananisamehe. Haya msamehe usirudie tena. Ni wachungaji msiwe wabane. Nimesema Bwana ndio kaniweka. Ndogo siku moja. Iko siku. Na ni vizuri ukatoka vizuri. Makanisa yetu sisi haya yana matrasi. Unaondolewa muumba unapeleka sehemu nyingine. Unaondolewa unapeleka sehemu nyingine. Uondoke watu wakulilie wasije andaje amechelewa kuondoka. Ndio kama mapema. Ndio sisi wala tusaidie. Kwa hiyo rafiki yako wa karibu anaweza kupiga huduma yako kwa kanisa. Angalia ukuta wa Yerusalemu. Nehemia anaomba kibali kwa ajili ya ujenzi. Akina Sanbalati walipokea. Akina Sanbalati na Sanbalati ndio walikuwa na mafunzo wanafanyana. Wewe utaweza kujenga ukuta ule? Unapoteza muda. Acha mambo yako kuuliza muda kama utajenga ukuta. Sanbalati sasa unaweza kuwa una rafiki. Mimi natamani kufanya hivyo. Acha hiyo.
inawezekana. Mungu akikupa kibali hakuna wa kuzuia. Mungu watuko utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tumesema mwanzo kipindi kilichopita, kitu chochote kabla hujaanza omba kwanza. Usikurupuke kama umetoka usingizini. Bwana naomba vision, naomba unipe mwelekeo na kwenda namna gani. Bwana ni mwaminifu atakupa. Wale ambao wamekwenda kupanda kanisa kwao. Sasa hivi sizungumzia kanisa mama, nazungumzia matawi ambayo tunapanda. Waambie habari za Mungu, habari za ufalme wa Mungu na uzuri wa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana anasema hayupo, inakuwaje? Wafungulie maandiko madogo kwanza katika hali ya kazi. Kwa nini Yesu alikuja? Yuko Mungu. Huyu Mungu aliona mwanadamu amepoteza uelekeo, akaona mwanawe mwenyewe wa pekee amtume hadi huku. Alikujaje? Alikuja kwa mfano wa kuzaliwa na binadamu, akazaliwa na Bikira Maria. Ndivyo ilivyokuwa. Michezo ya kitoto alicheza, kama ni gololi alicheza, kama ni pia alicheza, lakini kila anapozidi kukua huyu Yesu anakuwa na ufahamu na hekima za kimungu na mamlaka. Ndio ilivyokuwa. Unaona tunapokwenda? Kwa hiyo alipokuwa anakuwa, alipofikisha miaka 30 akaanza huduma, maka amekomaa, anaweza kupambana na heka za duniani hapa. Akafanya hapo, akatafuta watu ambao watawafundisha 12, ikawa anaenda hivyo mpaka akamwambia haya, nendeni wawili, unasahau kukumbusha huyu. Alafu katika maombi na mambo mengine akatafuta watu 70. Anafundishwa foundation, msingi wa neno la Mungu. Anakuwa. Yesu hakuna, Bwana Yesu alipo Bwana Yesu ni Mungu. Yesu sio Mungu. Hatugombani. Tunakwenda kwa pointi na kwa maandiko. Utakuwa na kanisa kadogo kazuri, lakini kana moto wa Mungu kwa sababu wamefundishwa au mafundisho sawa na neno la Mungu. Haleluya. Amen. Omba chochote kwa Bwana utapata. Utapata. Bwana anasema kuna wakati mwingine tukiomba tujibiwe kwa sababu dhamira zetu ni mbaya. Unaomba hujibiwi kwa sababu dhamira yako ni mbaya. Ungepata gari kubwa hii, Yusufu fulani angenikopa. Yule ni cha mtoto. Hii ndio mashine kubwa hii. Mungu akupi. Baba, naomba ikupendeze Bwana nipate usafiri kwa ajili ya kutangaza neno lako. Ninajua fedha na mali ni mali yako. Hebu kaonekane, nataka usafiri. Mungu anakutazama namna hii. Anaweza kukuonyesha gari ICT, gari kadogo kutaka hapo kokote. Wala useme nimeomba gari Bwana Mungu amenipa. Hiyo ni gari. Lakini Bwana anapokuona unanyenyekevu na unamtumikia kwa uaminifu, anakupa haki. Unafunga mkanda unakwenda. Maili 100, maili 300, maili unakwenda. Lakini ulianzia wapi? Chini. Na ndio maana anatukumbusha, anasema mambo madogo yakikushinda, makubwa hutayaweza. Unataka mambo makubwa yapitie chini? Kanisani mtu anatoka na zuka huko anakuja. Naomba Mungu kabisa. Hai, wewe nani? Naomba niwe mjilisti, kiongozi wa wajilisti. Wewe kaa chini kwanza ya miguu ya askari hapa. Kaa chini ya miguu ya askofu, ufundishwe kanuni na utaratibu. Chini ya miguu. Usizuke tu kama uyoga. Utapiga mambo, utarudi kwa aibu. Haleluya. Amen. Watu kitu kinachowasumbua ni cheo. Cheo. Mimi niko hivi sana. Kuna Yesu. Kwa nafasi yangu hii, mchungaji fulani ataongoza. Kwa nafasi yangu hii, mimi ni askofu kiongozi. Fulani ataongoza. Biblia inasema atakaye kazi ya askofu anataka kazi. Askofu kama anaposema kazi. Lakini mchungaji ameitwa. Hivi vitu hivi tofauti. Huyo ameitwa mtumikie Mungu. Huyo anamtumikia Mungu lakini ana kazi.
askofu. Huyu ni bora.